Welcome to my channel. Mimi ni Binti Juma. Natumai kuwa hujambo popote pale ulipo mpenzi mtazamaji. Leo mada yetu inaitwa rafiki. Kwanza kabisa niwashukuruni dada zangu, kaka zangu kwa kuichagua channel yangu na kujisubscribe. Rafiki. Kwa nini leo tumzungumzie rafiki? Leo nimeamua tumzungumzie rafiki kwa sababu rafiki ni mtu muhimu ndani ya maisha yetu. Kila mtu ana rafiki yake. Na mimi mwenyewe hapa nina rafiki zangu. Mtu unaweza kuwa na marafiki wengi tu wanakuzunguka, 10, 15, 20. Muda wa lunch mnakokotana, muda wa breakfast mnakokotana, muda wa dinner mnakokotana pia, good time ziko huku mnapelekana, tukale bata huku mnapelekana. Lakini ukaja kupatwa na mshangao, wewe unakumbwa na matatizo, marafiki zako wote wale wanakupotea, unajikuta huko peke yako na msukosuko wako. Wewe tunaambatana na marafiki zetu, tuwachunguze. Wepi wanatufaa na wepi hawatufai. Wasiotufaa tuepukane nao, maana hawatakikani kuwa kwenye maisha yetu. Kwenye ndoa zetu pia inatubidi tuchague marafiki wanaotufaa ndani ya ndoa zetu. Kwa mfano kama vile mwanamke unaweza kumkuta na rafiki zake wengi tu, na marafiki zake wale ni marafiki zake huenda walikuwa wanakokotana kabla hajaolewa. Leo kaingia kwenye ndoa, kabaki tu na marafiki zake, lakini wale marafiki zake advice zao si nzuri kwa sababu yeye aloolewa anaishi ndani ya ulimwengu tofauti na ulimwengu wanaoishi wao. Yeye kama mke wa mtu, maisha yake ni tofauti na maisha ya marafiki zake single. Sasa cha kuadiviziana hapa, advice za kupeana hapa zinakuwa ni advice haziendani. Maana mtu akiwa hajaolewa hawezi kukupa advice za ndani ya ndoa na yeye hiyo ndoa haijui ikoje. Ndio maana unaweza ukamkuta rafiki anamuadvise rafiki yake, mume huyo mshenzi sana mwenzangu ondoka. Mume huyo hakufai mwenzangu ondoka. Na kwa sababu mtu anakuwa anampenda rafiki yake, anamsikiliza rafiki yake, hizo advice akazitidia baadani kweli. Na ukamkuta mtu kweli anaondoka kwa mume wake ati rafiki yake kamuadvise. Na kwa mshangao wake mkubwa akajikuta yeye alivyoondoka rafiki yake ndo karudi kuchukua nafasi yake. Rafiki wa mume si rafiki wa mke. Mume na rafiki zake na mke ana rafiki zake. Usiwaone rafiki wa mume wako ati ni rafiki zako wewe kama mke. Na usiwaone rafiki wa mkeo ati ni rafiki zako wewe kama mume. Tulivovaa mavazi ya wazungu, tukataka kuwa wazungu. Uzungu tuliuvamia, lakini maafa yake yanotukumba ni makubwa. Ati marafiki tunatangamana. Au unamsikia kabisa mwanamke anamuintroduce mume wake. Darling, na kuintroduce fulani. Huyu ni rafiki yangu mpenzi, you know. Nimesoma naye chuo, nimefanya naye hivi, nimefanya naye hivi. Ukimuona mume wangu ni kama vile utakuwa umeniona. Huyu ni ndugu yangu kabisa, you know. Maskini wewe. Uzungu umetuharibu. Ni ndugu yako. Hata ndugu yako baba mmoja, mama mmoja, usimuamini kwa mume wako ukamuintroduce like that. Rafiki yako wa chuo. Yaani ukimuona utakuwa umeniona, ndio. Rafiki yako atajipitisha kwako, umeenda kazini, mume wako akawa na haja ya vitu fulani. Ukimkuta chini ya uvungu chumbani kwako usipige kelele. Unamkuta mwanaume kabisa na muintroduce rafiki yake kwa mke wake. Mke wangu, ukimuona bwana huyo utakuwa umeniona mke wangu. Yaani kwa shida yoyote itakayokukumba mimi sipo. No, usiwe na wasiwasi. Muone tu huyu bwana. Mwanamke wa watu na yana jamani. Mume haupo, umesafiri. Amepatwa na shida, anamtafuta rafiki yako.
Ampatwa na shida, anamtafuta rafiki yako. Mwisho wa kutafutana kwa shida, rafiki anamwambia shemeji, nakusaidia sana Sasa ule msaada ninakusaidia, wewe ni mtu mkubwa, inabidi nao unisaidie pia. Katika kusaidiana ndio unawakuta juu ya kitanda chako. Mambo kama hayo baba ukiyakuta usipige kelele. Usipige kelele kwa sababu msukosuko huyo wewe ndio uleta ndani kwako. Na hakuna kitu mwanaume huwa anajiona mjinga when anamuintroduce rafiki yake kwa mke wake, alafu kesho kuta anamsikia mke wake ametoka na rafiki yake. Yaani inakuwa ni zaidi hata ya kumpopoa nyundo kichwani. Maisha yake mazima hicho kitu hatakufa amekisahau. Jamani, tujitahidini. Marafiki wanaotuzunguka tuwatazame kwa jicho la kushoto na jicho la kulia. Je, wanafaa kweli kujisambaza ndani kwetu? Wanafaa kweli kujigaragaza ndani ya maisha yetu? Kama hawafai, ni watu wa kuepukana nao. Marafiki walao wachukua wake za marafiki zao. Uhusiano ulianza hivi. Ati mtu ana ugomvi na mke wake. 1 2 3 twende kwa rafiki yangu. 1 2 3 twende kwa rafiki yangu. Rafiki anapata kujua msukosuko wa maisha yenu, msukosuko wa ndoa yenu, na kwa ule ukaribu wenu kuwa anaingia ndani kwenu, amepata kuviona vitu asingelipaswa kuviona kwa mkeo. Kulikoni aiweke hiyo ndoa yenu sawa, anaanza kupenyeza maneno yake mule katikati. Shemeji, na kuonea huruma sana, unajua. Mimi rafiki yangu simuelewi. Mungu kambariki mwanamke kama wewe. Mwanamke mrembo kama wewe. Kuna kama anachezea, ananinginiza shilingi juu ya tundu la choo rafiki yangu. Wanawake kama wewe ni nadra kupatikana. Rafiki yangu analeta mchezo. Hivyo anapenyeza maneno yake mpaka mwanamke anakuja kutahamaki, ameingia kwenye laini za rafiki, ndoa imekwisha. Baada ya miezi kadhaa, wewe ulomuleta rafiki yako ndani kwako, unashtuka rafiki yako kamuoa yule mwanamke ulomwacha. Maafa kama vile haya yanatokea sana. Ugomvi wako wewe na mke wako umalizeni nyinyi wenyewe. Habari za 1 2 tukamwita rafiki fulani, 1 2 tukamwita rafiki fulani. Mjiandalie mafuriko. Msukosuko wenu umeshindikana, upelekeni kwa wazee wenu. Upelekeni nyumbani kwa wazee, sio kwa marafiki. Kwetu sisi wanawake ndo usiseme. Vipi mwanamke ati rafiki wa mume wako wameingia ndani, umewakaribisha? Kawaida mwanamke ukiwa ndani huwa unajiachia, unavaa nguo zinakuonesha maungo fulani. Na ule muda kunabishwa hodi, kuna wakati hukumbuki kwenda kuchukua kibuibui ujitupie. Unabaki hivyo. Na wapokea rafiki zake na mume wako ukiwa hivyo. Na waandalia chakula ukiwa hivyo. Wakinokoa macho tena na tena kwa kukutazama. Na isitoshe, unakuja unakaa katikati yao. Wakitupa A unatupia B. Hayo mambo mwanamke hayapendezi. Rafiki zake na mume wako wamemfuata rafiki yao. Umewakaribisha, umewaandalia kitu cha kunywa. Kaa pembeni huko uwapishe, mazungumzo yao yanakuhusu nini? Kama vile wewe na marafiki zako wa kike, mkaribishane muda mumeo yupo kazini. Piga story zenu, mchekeshane huko, lakini mume unajua anarudi saa fulani. Agana na rafiki zako. Agana na rafiki zako. Mume akitoka kazini ni muda wako ku take care of him.
Wengine ndio mume anatoka kazini ndio mazungumzo yanakolea. Kicheko. Huyo mume katoka kazini kichwa kinamuuma mchoko. Hapati kwa kupumzikia. Nyumba imejaa. Marafiki zako wa kike wakikupa habari Mbezi Beach juzi, habari za disco jana. Hizo habari za disco mama zinakufaa nini tena, umeshakuwa mke wa mtu? Hakuna zitakachokufaa zaidi ya kukukumbusha maisha ya kwenda disco, maisha ya kwenda kula good time huku na kule, na ukaanza kujisikia kama vile ndoa kwako imekuwa kama jela. Mke umeolewa, jipambe na marafiki walioolewa kama wewe. Sisemi marafiki zako single wafukuze au lakini uhusiano wenu usiwe mzito hivyo kama awali. Maana ukiwa na marafiki waliopo ndani ya ndoa, ukiwa na msukosuko, unaweza ukawauliza au ukawahadisia watu wazima hivyo, wakapata la kukushauri. Mwanangu, na sisi huko tulipapitia msukosuko huyo ulitukumba, lakini tulifanya hivi. Akakujenga na akakusaidia ndoa yako kuimarika. Wanawake wengi huwa tunaona mwanaume akikwambia simtaki fulani kwangu, mume wangu ana roho mbaya kweli kweli. Rafiki yangu, mpenzi huyo, ndugu yangu akishakuwa, yeye hampendi kwa nini? Mwanaume hawezi akakwambia exactly kwa nini hataki kumuona rafiki yako kwako. Lakini kuna marafiki wengine hawafai. Mmepuyanga wote mjini, vumbi zimewarukieni nyote. Ghafla bin vua umepata mume. Unamiliki nyumba, unaendesha gari, unawafanya kazi nyumbani. Anatokea kutamani vitu ulivyo navyo. Akimuona mume wako anajichekesha tekesha. Shemeji. Kumbe nia na madhumuni na yeye vile vitu ulivyo navyo na yeye anavitaka. Au kama vile wanawake tunajisahau tukiwa na wenzetu, tunazungumza upuuzi mpaka ndani kwetu. Mume wangu kitandani yuko hivi. Mume wangu kenda Dubai kaniletea hivi. Mume wangu juzi kanifanyia hivi. Mume wangu juzi kanifanyia hivi. Hivyo vote unamhadisia rafiki yako yeye hana mume. Na hivyo vitu naye pia vitamani. Anatokea kwanza kumkonyeza mume wako, kumtolea macho, lakini mume akiwa muungwana na akiwa si mzinzi, anaona hataki kukuchonganisha wewe na rafiki yako. Anakwambia tu, mke wangu mimi fulani simtaki hapa kwangu. Sasa kabla hujatia masikio pamba, inabidi utazame hilo swali kwa karibu. Punguza kukokotana na huyo mtu mume wako hamtaki, upate kuelewa kunapitikana nini hapa. Unaenda kazini huko, rafiki yako anajialika nyumbani kwako. Ukirudi mfanyakazi anakupa habari, anti fulani alipita hapa. Sasa huyu anti fulani kapita hapa kufanya nini? Mimi nilikuwa kazini. Kwani yeye hajui kama mimi leo nina kazi? My dear, hizo dhahabu ulomwambia mumeo akakuletea Dubai na yeye anazitaka. Sasa muda uliopo kazini na yeye anajipitisha nyumbani, inaonekana atamchekea shemeji ili shemeji apate naye kumpa hizo dhahabu uloletewa. Habari ndo kama vile hizo kina mama. Tujitahidi kuwa na marafiki tunaowaona kama wanatufaa, wasiotufaa tuachane nao. Wasije kuwa mikia ya afisi wakatufilisi one day. Kwa leo niishie hapa, kesho kutwa kama nyingine tena. Bye bye.